things that are normal, miracle. Tunavilita vitu vingi hivi ambavyo ni vya kawaida kabisa, miujiza. So there is a man outside there does not Christ at all. Na kuna mtu huko nje haombi kabisa. And has plenty of cars. Lakini ana magari mengi. Plenty of assets. Ana vitu vingi vya kumzalishia. So much in his store. Ana vitu vingi ndani ya ghala lake. What you're going to say about this man? Utawezaje kusema kwa mtu huyu? Lose the focus of the gospel. Tumepoteza shabaha ya So injili. sometimes even we preachers, we condemn too much those who are poor. Wakati mwingine hata sisi wahubiri tunawahukumu sana wale maskini. So we preach harshly to those who are poor. Hivyo tunahubiri kwa nguvu na kuwakemea wale maskini. And we say if you come to Christ you will receive a car. Na tunawaambia ukija kwa Kristo utapokea gari. When you come to Christ you'll have money. Ukija kwa Kristo utapata pesa. Christ does not give money. Please, we have to make it clear. Yesu hatoi pesa, tafadhali tuliweke wazi. He is the source of all. Yeye ni chanzo cha vyote. Amen. Amen. He's the word of life. Yeye ni neno la uzima. He's the word of life. Yeye ni neno la You uzima. don't have to seek bread. Uhitaji kutafuta mkate. You have to seek who is the bread of life. Utafute yeye aliye mkate wa uzima. Jesus is the bread of life. Yesu ni mkate wa uzima. When you take Jesus, Ukimpata Yesu, He sanctifies your mind, anatakasa akili yako. purifies your mind. Anasafisha akili yako. You start to think properly. Na unaanza kufikiria vizuri. You start to see yourself as the Son of God. Unaanza kujiona kama mwana wa Mungu. You have all the rights of the sonship of the King. Una haki zote za wana wa Mungu. Amen. Amen. So you will not be weeping all the time. Hivyo hautakuwa unalia nyakati zote. Because you know who you are. Kwa sababu unajua wewe ni nani. You know how you to translate all the issues in your life. Unajua namna ya kufasiri vitu vyote katika maisha When you yako. see something bad that's coming unto you, Ukiona kitu kibaya kinakuja upande wako, translate into the word of God. unakibadilisha, unakitafsiri kwenda kwenye neno la Mungu. Because sometimes we have created a generation that cannot stand to face the devil, to face some storms in life. Wakati mwingine tumetengeneza kizazi ambacho hakiwezi kikasimama na kumkabili shetani, kikasimama na kukabili majanga katika maisha. Because we don't know how to endure and face and handle some stuff. Kwa sababu hatujui namna ya kusimama imara katika imani na kuweza kukabiliana na mambo fulani. Look how David did. Angalia Daudi alivyofanya. When he went to see his relatives, Alipoenda kuwaona ndugu zake, and the Israelites were running from somebody, Goliath. na wana wa Israeli walikuwa wanamkimbia jamaa alikuwa anaitwa Goliath. So he was rising up with so many insults. Alikuwa anasimama juu kwa matusi mengi juu ya wana wa Israeli. All the Israelites were running. Hivyo wana wa Israeli walikuwa wanakimbia. Humbly, Lord, please, will you save us? Kwa unyenyekevu, oh Bwana tafadhali unaweza ukatuokoa. Will you save us? Will you remove this person? Oh Bwana unaweza ukatuokoa, unaweza ukatoa mtu huyu. But it was not that way. Lakini haikuwa hivyo. God creates some hard circumstances in your life. Mungu anatengeneza mazingira fulani magumu katika maisha yako, so that he might have the glory over the situation. ili awe na utukufu juu ya hali hiyo. So you have to see that situation under the revelation of the Holy Spirit. Hivyo inabidi ulione hali hiyo katika ufunuo wa Roho Mtakatifu, so that you can make it even if the sin is horrible. ili uweze kutoka hata kama jambo ni baya kiasi gani. Amen. Amen. So David went there. Hivyo Daudi alienda. He said, yes, I want to fight this guy. Akasema ndio nataka nipambane na mtu He huyo. cannot do such a things with the people of God. Hawezi akafanya jambo hilo na watu wa Mungu. So he went just with the name of the Lord. Hivyo akaenda kwa jina la Bwana tu. I'm here to tell you Nipo hapa kukwambia that whatever you have in your hand, kwamba chochote ulicho nacho mkononi mwako, put God first. mweke Mungu kwanza. I don't care if it is a certificate, put God first. Haijalishi kama ni cheti, mweke Mungu kwanza. I don't care if it's a single degree, put God first. Haijalishi kama ni
with whatever you have in your hand. ili Mungu ajitukuze kwa chochote ulicho nacho mkononi mwako. Go and face the devil. Kabili shetani. Go and face the circumstances of your life. Nenda kakabili mambo yaliyopo katika maisha yako. You have to say to your life. Inabidi uweke maisha yako. And you have to say that I can fix this, I can handle this, I can move, I can get through here. Na inabidi ujiambie kwamba naweza nikatengeneza hili, naweza nikatembea na naweza nikaona mbali zaidi ya hapa. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Anything that is hard before you. Chochote kile ambacho ni kigumu mbele yako. Anything that you see in your children that you don't like. Chochote unachoona kwa watoto wako ambacho hukipendi. Seeing, it's one thing. Kuona ni moja. Yes, you see that problem, it's one thing. Ndio unaliona tatizo hilo, ni jambo moja hilo. It's the first step. Ni hatua ya kwanza. The second thing, jambo la pili, you have to explore. Inabidi utafute. What is the root cause? Sababu hasa ya hili ni how can I fix this? Nawezaje kutatua hili? God trusted me. Mungu ameniamini. I have all the blessings. Nina baraka zote. I have all the powers. Nina nguvu zote. He said he gave unto us the power of the Holy Spirit. Anasema ametupa nguvu za Roho Mtakatifu. The Spirit of Jesus who raised him from the dead. Ile roho ya Mungu aliyemnyanyua Kristo kutoka katika wafu lives inside of us. Anaishi ndani yetu. How do you take it? Unalichukuliaje hilo? How do you believe it with your heart? Unaaminije hilo kwa moyo wako? Amen. Amen. How do you perceive things in your life? Unatazamaje mambo katika maisha yako? I went there. It was a village. Nilienda pale, ilikuwa kijijini. And so I had a good time to write my book. Hivyo nilikuwa na wakati mzuri wa kuandika kitabu changu. And it's my first large volume English book. Ni kitabu changu chenye kurasa nyingi cha Kiingereza. Hallelujah. 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 It's a very important thing. Ni jambo la muhimu sana. It's a very huge thing to my life. Ni kitu kikubwa sana katika maisha yangu. And it's a very huge success to everyone here. Na ni mafanikio makubwa sana kwa kila mtu hapa. Because it contains some very secrets that will help you transform your life and know and discover the drive that is within you that you can make it by yourself. Kwa sababu kinahusisha vitu vya muhimu sana ambavyo vinaweza vikakusaidia uweze kuyagundua maisha yako na kujua vitu vilivyopo ndani yako vinavyoweza kukuendesha katika mafanikio yako na kujielewa mwenyewe. I wrote that book. Niliandika kitabu hicho. I will give the introduction for the second session later after the meeting. Na nitatoa utangulizi katika wakati wa baada ya msosi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a very important book. Ni kitabu cha msingi sana. And one of the chapters I talked about the inner drive to success. Na katika sura mojawapo nilizungumza juu ya nguvu zinazoweza kukupeleka katika mafanikio za ndani. Signifying that you don't need external support for you to make it. Ikionyesha kwa msisitizo kwamba huhitaji nguvu kutoka nje kwa ajili ya mafanikio. You don't need your husband to support you that you can make it. Uhitaji mume wako akupe nguvu ya kukusukuma ili uweze kufanikiwa. You don't need everything to do anything. Uhitaji kila kitu ili uweze kufanya chochote. You don't need everything. Uhitaji kila kitu. What you think you need, unachofikiri unahitaji, actually you don't need it. Ukihitaji hicho. Because you have something in you. Kwa sababu una kitu ndani yako. I call it untapped potential. Ninaita uwezo ambao haujavunwa. Because you have to tap it. Kwa sababu inabidi uvune. And see that, oh, I can make it by myself. Na kuona kwamba naweza nikatoboa mwenyewe. And so this is what I discovered. Hivyo hili ndilo nililogundua. That you don't need many people to support you. Kwamba huhitaji watu wengi waweze kukupa msaada. But you have to make it beginning from yourself. Lakini inabidi ufanikiwe kuanzia kwako mwenyewe. Amen. Amen. If you think you need a capital, kama unafikiri unahitaji mtaji to do something, kufanya kitu, then you need to change your mind. Hivyo unatakiwa kubadilisha akili yako. Because you need to have the right idea. Kwa sababu inabidi uwe na wazo sahihi. So that you can have something. Because the right idea is what brings money. Ili uweze kuwa na kitu, kwa sababu wazo sahihi ndilo linaloleta pesa. Amen. Amen. And of course to the ministers, na
Wahudumu, yes, to the ministers, it's very important to understand that. Wahudumu wote ni muhimu sana kuweza kuelewa hilo. Because I don't think if we need much money to support and run the ministry. Kwa sababu siamini kwamba tunahitaji pesa nyingi ili tuweze kuendesha huduma. But the right and the genuine ministry, lakini huduma sahihi na ya kweli, supposed to bring money. Inatakiwa ilete pesa. Amen. 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 Yeah. Yeah. You don't have to complicate too much to do something. Hatuhitaji kuweka mambo kuwa magumu sana in order to do something. Ili kufanya kitu, we have to change our minds. Inabidi tubadilishe akili zetu. I challenge you young people here. Ninawahamasisha vijana hapa. You have to reach to a point that you are a blessing physically and spiritually to all people around you. Inabidi ifike mahala uwe baraka kiroho na kimwili kwa wote wakuzungukao. Never ever be a burden to somebody. Kama usiwe mzigo kwa mtu. You have to make some things by yourself. Inabidi ufanye mambo yatokee mwenyewe. Do you hear me? Unanisikia kijana? Do you hear me? Unanisikia kijana? We don't have to be a burden to somebody. Hatuhitaji kuwa mizigo kwa watu. We don't have to be a burden to the church. Hatuhitaji kuwa mzigo kwa kanisa. Begging for some things. Tukiomba vitu. That we need this, we need this. Please, can you help me this? Kwamba tunahitaji hiki, tunahitaji kile, tafadhali nisaidie hiki. You are too strong to beg for money. Wewe una nguvu sana kuweza kuomba pesa. You have to change your mind. Inabidi ubadilishe akili yako. Say to yourself, ujiweke that I will support the family. Kwamba nitaisaidia familia. I am the one to support the church. Mimi ndiye nitakayesaidia kanisa. I am the one to educate my young brothers. Mimi ndiye wa kuelimisha wadogo zangu. Amen. Amen. Inabidi utengeneze akili yako. I am the one to make it. Kwamba mimi ndiye wa kufanikisha. And God expects me to do something. Na Mungu anatarajia nifanye kitu. Make it by any cost. Nitaifanikisha kwa gharama yoyote. At any means I have to make it. Kwa namna yoyote lazima nifanikishe. No matter what it takes. Haijalishi itachukua nini, itagharimu nini. If it is preaching the gospel. Hata kama ni kuhubiri. I've been preaching the gospel from 2012. Nilikuwa nikihubiri, nimeanza kuhubiri toka 2012. And I was in the Form 1 class. Na nilikuwa Form 1. Kidato cha kwanza. All my friends here my eyewitnesses. Na marafiki zangu wote hapa ni mashuhuda wangu. I preached the gospel. Nilihubiri injili. And compromised the gospel. Injili sio goshiwa. It's very important. Ni muhimu sana. Clear gospel. Injili inayoeleweka. To have clear results. Kuweza kuweka matokeo yaelewekayo. I refused my age to define who I am. Nikakataa umri wangu uweze kutambulisha mimi ni nani. I refused my education to define who I am. Nikakataa elimu yangu uweze kunitambulisha mimi ni nani. I had no education. Sikuwa na elimu. But I preached the gospel. Lakini nikahubiri injili. With signs and wonders happening. Kwa miujiza na ishara vikitokea. That's very important. Hiyo ni muhimu sana. God does not look at your education. Mungu angalia elimu yako. Does not look at your course status. Mungu angalia hali yako ya standard. But He wants you to understand one thing. Lakini nataka uelewe jambo moja. You need faith. Unahitaji imani. To do mighty things. Kufanya mambo makubwa. You need faith. Unahitaji imani. You need to believe on God. Unahitaji kuamini Mungu. You need to trust on God. Unahitaji kuamini Mungu. Make it. Ili ufanikiwe. If my parents don't support me, I can make it. Kama wazazi wangu hawanisaidii, nitafanikisha. If my team doesn't support me, I can make it. Kama watu wangu wa karibu, timu yangu hainisaidii, nitafanikisha. If my pastor doesn't support me, I can still make it. Hata kama mchungaji wangu hanisaidii, nitafanikisha tu. Because there is the inner drive. Kwa sababu kuna nguvu ya ndani, kuna msukumo wa ndani. It's the power in you. Kuna nguvu ndani yako. Make some things. Ya kutengeneza vitu. And when you start to live that way, na ukianza kuishi hivyo, sometimes other people might not understand you well. Wakati mwingine watu wengine wanaweza wasikuelewe vizuri. But the time will come. Wakati utakuja, the time will come. Wakati utakuja. Speaking to somebody, the time will come. Zungumza na mtu, wakati utakuja. People will know what you were doing. Watu watajua ulichokuwa unafanya. They will know that this was the anointing of the mighty and most high. Watajua huo ulikuwa ni upako wa Mungu mkuu aliye juu. They will know
lakini. I'm saying this word, but. Nasema hili lakini. Somebody say, but. Mtu sema lakini. There is a word. Kuna neno. There is a word I trust in my Kuna life. neno naliamini katika maisha I yangu. have the faith. Nina imani. Something I see better ahead. Kuna jambo naliona bora mbele. There is something better I see ahead. Kuna jambo bora naliona mbele. All that despise you this moment, wote wakudharaulia wakati huu, to respect you one day, watakuheshimu siku moja. Zai, really Zai, you're marvelous. You did wonders, sir. Wakati fulani watu watakuelewa. They will understand. Watu watakuelewa. They will understand. Watakuelewa. Do not throw away your strength in vain. Usitupe uhodari wako Trying to impress everybody. ukitaka kuwanufaisha watu. Trying to make everybody understand you. Ukitaka watu wote wakuelewe. Because if you start to be an exceptional person, kwa sababu ukianza kuwa mtu mwenye vitu vikubwa, you have to go extraordinary. Inabidi uende zaidi ya kawaida. You have to go extraordinary. Inabidi uende kwa namna isiyo ya kawaida. You don't have to pray like a normal person prays. Utakiwi kuomba kama mtu wa kawaida anavyoomba. You don't have to study the Bible as normal and lay Christians do. Utakiwi kuomba kama watu wa kawaida wanavyosoma maandiko. You have to go extra miles. Inabidi uende umbali ziada. You have to go extra miles. Inabidi uende katika umbali wa ziada. Be a different person. Kuwa mtu wa tofauti. Make something in your heart. Fanya kitu moyoni I mwako. want to do something special for God. Ufanye jambo la pekee kwa I want Mungu. to do something unique for God. Kama nataka kufanya jambo la pekee kwa I want Mungu. the people to know that God was living inside of me and not me. Nataka nione kwamba watu wanajua kwamba Mungu alikuwa anaishi ndani yangu na sio mimi. Amen. Amen. So Paul says it is not me who is working. Mtume Paulo anasema si mimi nifanyaye kazi. It's not me who I live. Sio mimi ninaishi, but Christ who lives inside of me. lakini Kristo anayeishi ndani yangu. And through that I can do all things. Na kupitia hilo naweza nikafanya mambo yote. Just because of the one who strengthens my soul. Kwa njia ile tu ya yeye aifanyaye kuwa na nguvu nafsi yangu. Amen. Amen. It's very important. Ni muhimu sana. I want to close up. Nataka nifunge sasa. It's very important. Ni muhimu sana. You have to make sure that you do some things to the best extent. Unatakiwa uhakikishe kwamba unafanya mambo fulani katika ubora wako wote. Whatever you're doing, chochote unachofanya, if it is preaching, hata kama ni kuhubiri, just try to preach. hebu jaribu kuhubiri. Don't try to preach. Usijaribu tu kuhubiri, but preach the word. lakini hubiri neno. Preach the gospel. Hubiri Injili. Rightly divide the word of truth. Weka katika neno la kweli, the word of Christ, neno la Kristo, without compromise, bila kugoshi, straightforward, moja kwa moja, live straight, nenda moja kwa moja. Amen. Amen. You don't have just to be like somebody who is pacing, is not sure what he's doing. Utakiwi tu kuwa mtu ambaye yupo tu, hana uhakika na kila anachofanya. Amen. 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 Have you got something? Umepata kitu? This is my assignment. Hili ni jambo langu nalowaachia. It's my job to make sure that you go out here Ni kazi yangu kuhakikisha kwamba unatoka hapa with the burning desire inside of your heart na shauku inayowaka ndani ya moyo wako, that what God created me for, kwamba kile ambacho Mungu ameniumba ili nikitimilize. what is the purpose of God in my life? Ni kusudi gani la Mungu katika maisha yangu? What is the destiny of my life? Je, ni hatima gani iliyopo katika maisha yangu? Being a doctor or having a certain kind of a professional does not define your destiny. Kuwa daktari au kuwa na ujuzi wa namna fulani hakutambulishi hatima yako. The purpose is quite different from your title. Kusudi ni tofauti kabisa na kazi yako au cheo ulicho nacho. Because being a doctor will give you a living. Kwa sababu kuwa daktari kutakufanya uishi. You're able to pay bills. Unaweza kulipa gharama za hapa na pale. Do some little contributions to. Unaweza kutoa michango ya hapa na pale.
But that's not your purpose. Lakini hilo sio kusudi lako. There is something more. Kuna kitu cha ziada. If you sing here, ukiimba hapa, know that there is something more. Jua kuna kitu cha ziada that you have not yet discovered. Ambacho haujakigundua bado. You have to get down on your knees. Inabidi upige magoti. Lord, what am I here for? Umuulize Bwana, niko hapa kwa ajili ya nini? Because this is the golden chance. Kwa sababu hii ni nafasi ya dhahabu. That God let you live down here these many days. Kwamba Mungu amekuacha uishi ulimwenguni hapa siku zote hizi. And you have to discover what is my assignment. Inabidi ugundue ni jambo gani ambalo Mungu amekupa. What am I supposed to do this time? Ni nini ninachotakiwa kufanya wakati huu? What am I to do in your kingdom? Ni jambo gani ninatakiwa kufanya katika ufalme? I've got to do something. Lazima nifanye kitu. I've got to do something. Natakiwa kufanya kitu. And I preach to people who are desperate. They've got some passion inside of the hearts. Na nahubiri kwa watu ambao wana shauku, wana nia ya dhati ndani ya moyo wao. I'm very clear. Na niko wazi kabisa. I know most of the people, they won't understand my message. Na najua kwamba wengi wanaweza wasielewe ujumbe wangu. But I preach to the people who are hopeful. Lakini nahubiri kwa watu walio na matumaini. That I want to do something incredible in this world. Kwamba nataka kufanya jambo la ajabu katika ulimwengu huu. Be exception in this world. Nataka niwe tofauti katika ulimwengu huu. Do something beyond my limits. Nataka nifanye jambo ambalo ni zaidi ya mipaka yangu. Lord, please, can you help me? Bwana, tafadhali unaweza kunisaidia. Help me with all the necessary things that I have to know so that I can make it to influence and impact the whole world. Bwana, nisaidie kwa vitu vyote ninavyotakiwa kuvijua nivijue ili niweze kuhamasisha na kuweka mambo chanya katika ulimwengu. Somebody clap for Jesus. Hebu mpigie Yesu makofi. God is not looking for many people. Mungu hawaangalii watu wengi, atafuti watu wengi. He finds somebody. Anamtafuta mtu. Just the one person. Mtu mmoja tu. And that person might be you. Na mtu huyo anaweza kuwa wewe. Somebody is listening tonight. Mtu kama anasikiliza mchana huu. Somebody is listening here. Mtu anayesikiliza hapa. I'm not crazy to do this with all of